Unatazama Ndizi TV Afrika. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV popote pale ulipo, ikiwa leo hii ni siku ya Ijumaa, zikiwa kwamba ni zimesonga kwamba ndio tunamaliza wiki siku hii ya leo, basi tunapoendelea kusonga mbele na kukaribisha katika taarifa zetu za Ndizi saa moja. Mwelekezi wangu kwa lugha ya ishara anajulikana kama Lydia Mose na mwelekezi wangu pale ni Abigail Nyanchama. Jina langu ni Jeff Nyakundi. Basi tunapoendelea kusonga mbele na taarifa zetu siku hii ya leo ni kwamba kiongozi wa chama katibu wa chama cha katibu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni amezuru eneo la Gusii huku akimpigia upato aliyekuwa waziri katika serikali yake Uhuru Muigai Kenyatta Daktari Fred Matiang'i katika kusimama kiti cha urais mnamo mwaka 2027. Ripota wetu Edwin Ongundi na taarifa hiyo kwa kina. Chama cha Jubilee kiko hapa Kisii kwa sababu Fred Matiang'i hawezi kuwa kwa serikali ya Jubilee kama yeye si mwana Jubilee. Yeye ni mwana Jubilee. Siasa za mwaka 2027 zimeanza kushika kasi huku katibu wa chama cha Jubilee Jeremiah Kioni akizuru eneo la Gusii huku akimpigia upato aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i. Kumbe ni akili mingi mzungu alikuwa hatumii. Akili mingi. Kwa sababu nilikuwa namuona bunge wakisaidiana na Marende, na kama hamjui Fred pamoja na speaker Marende Kenneth, hawa ndio walileta mambo ya mageuzi bungeni kabla ya katiba mpya. Matiang'i akiwa USAID, Marende akiwa speaker. Fred alikuja akasema hii bunge tu ni picha ya mbeberu. Situjaribu iwe ya Wakenya na Wakenya wajue ile inafanyika ndani yake. We get live coverage. Kwa hivyo mimi namjua amechangia pakubwa katika mambo ya Kenya hii hata kabla wewe umjue. Mtu mwenye aligundua akili yake mingi ni mzungu, na mzungu unajua kazi yake akigundua kuna akili mingi. Akizungumza katika eneo bunge la Nyaribari, Chache alimsifia Matiang'i katika kuleta mageuzi katika bunge la kitaifa. Baadhi ya waliohudhuria mkutano huo waliahidi kumuunga mkono Matiang'i katika azma yake ya kuwania urais mwaka 2027. Nilikuwa last election, sasa nimeona Jubilee kuna spirit ya Matiang'i na sasa mimi ni mfuasi wa Matiang'i kufa kupona. Asante. Nimeama Jubilee, tuko pamoja. Nimeama UDA, nimejiunga na Jubilee, chama ya kutupeleka mbele ili tusaidie wa Kenya kuongea na kutenda, si kuongea na kutenga. Aidha, aliwataka wakazi wa eneo la Kisii kujitokeza kwa wingi ili kujiandikisha katika chama cha Jubilee ili kumpa nafasi ya kushinda urais mwaka 2027. Chama kikiwa strong katika hapa ground itakuwa strong juu. Tukipatia kura Matiang'i 7.1 million votes, ukitoka naye namna hii tutawaomba wote wanachama wa Jubilee tuwe na presidential candidate. Don't let us down. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Alimsuta pia Rais William Ruto kwa kujigamba kuwa hawezi kushindwa katika uchaguzi mkuu ujao. Ruto amekuwa akisema ya kwamba ati niliwashinda nikiwa nje ya serikali. Na sasa niko na serikali. Je, kwani ulichaguliwa ukaibe kura? Yani ni kama alienda kwa State House kuiba kura. When you are a president, you do not use institutions to steal votes. You allow institutions to perform the functions they were given under the constitution. Yes? So hiyo mambo ya kujigamba, it is a very wrong thing.
Nikiripotia runinga ya Ndizi TV Africa, jina langu ni Edwin Onkundi. Na tunapoendelea kusonga mbele ni kwamba viongozi wa chama cha ODM wamehakikishia wanachama wao kuwa uchaguzi wa mashinani unaoendelea kupangwa utakuwa wa haki. Aidha, gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza amechaguliwa kwa mwenyekiti mpya na wenyekiti wa chama hicho kuwakilisha kaunti zote 47. Mwandishi wetu Jeff Nyakundi na ripoti hiyo kwa kina. Uchaguzi huo wa chama cha ODM mashinani unatarajiwa kuanza rasmi tarehe 7 Jumatatu wiki ijayo. Wakizungumza mchana wa leo, baadhi ya viongozi wapya wa chama cha ODM wametoa ahadi ya kushirikiana na wanachama na viongozi wanaoondoka kufanikisha uchaguzi huo. And what we can promise our members and the outgoing team and our party leadership at the national level, at the NEC and the Central Committee, is that we are going to work under you and with you to make sure that ODM, which is the largest party in Kenya, goes to the next level and the next stage. Wakizungumza baada ya kuchaguliwa kwa Fernandez Baraza, Sheikh Mohamud na Washira Maina katika kamati ya wenyekiti wa ODM, viongozi hao wana imani kuwa uchaguzi huo utakaofanyika katika kaunti ndogo utakuwa wa huru na haki. We assure our ODM members, because we are the people representing the party at the grassroots level, and we are going on our elections at the sub-county level on 7th. We assure that free and fair election will be done at the grassroots level. Aidha, viongozi hao wamedokeza kuwa chama cha ODM kinatarajiwa kuwa na nguvu zaidi, haswa baada ya wenyekiti wapya kuchaguliwa. Kila mtu, kila region, tumeangalia kila region na kila region tumepea nafasi, na sasa chama cha ODM itafanya kazi sana kwa nguvu kwa upande wa machairman. As the leadership caucus, we will hit the ground soon and changes will be seen on our party. Jeff Nyakundi, Ndizi TV Africa. Na tukiendelea kusonga mbele na taarifa zingine ni kwamba viongozi katika kaunti ya Tharaka Nithi wamemrai Rais William Ruto kumteua kwa mara nyingine naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi wa mwaka 2027. Viongozi hao walikuwa wakizungumza katika ziara ya rais katika eneo la Mlima Kenya, ziara ambayo imeingia siku ya 4 hii leo. Ripota wetu Salih Benson na taarifa hiyo kwa kina. Wila unaambiwa na watu wengine kwamba hapa ati macho ya Mount Kenya imeangalia pale ingine. Tumeongea nao wangwana kuanzia juzi kabla hujakuja, na wamesema William Samoei Ruto is not one-term president. Wakizungumza katika ziara hiyo, viongozi hao wamemrai Rais Ruto kufanya kazi naye naibu rais Kithure Kindiki, wakimsifia kuwa mchapakazi atakayemhakikishia ushindi katika uchaguzi ujao. And that is why you are not campaigning right now, you are working. Na hiyo kazi ambayo unafanyia wananchi ndio itakufanya upate 10 bila break. Alafu Mheshimiwa Rais, wakati unapanda juu, yule jamaa wetu si mbaya sana. Huyu profesa anaweza kuwa siasa apigi sana. Yeye ni kazi. Kwa sababu wewe ni mwanasiasa yule mzuri kupindukia. Kaa na huyu mungwana hapa anafanyanga siasa nusu na kazi nusu, ili you can get a good assistant to let the Kenya be able to know that you can be able to work. Akizungumza katika mkutano huo, Rais William Ruto amewasuta viongozi wa upinzani anaodai wanaeneza siasa za mgawanyiko, huku akiwaahidi wananchi wa eneo hilo miradi ya maendeleo kwa ushirikiano naye naibu rais. Kuna wengine wanasema ati tugawane. Ati hawa ni wa kabila hii, sijui hawa ni wa kabila ile, chama hii, sijui chama gani, sijui pande hii, sijui mlima, sijui kwa lake, sijui kwa ocean. Sasa tukienda hiyo barabara si Kenya hii itasambaratika. Hiyo maneno tusikubali kabisa hiyo maneno. Ama namna gani jameni? Mnasema tuunganishe Kenya ikuwe moja na tusukume maendeleo kabisa. Na unajua siku ya siasa itakuja. Saa hizi ni saa ya kazi. Ama namna gani?
Sasa hii kila mtu ashughulike na ile kazi amepatiwa. Asante sana. Mimi najua mmeniwachia homework ya Weru barabara, bridge ya Nithi. Basi hiyo homework niko na mtu yangu ya mkono sasa ataandika hiyo homework. Wewe profesa. Kwa upande wake, naibu rais Kithure Kindiki amewaomba wananchi kumuunga rais mkono katika azma yake ya kuunganisha taifa. Sisi tunaunga mkono rais aendelee kuunganisha nchi yetu ya Kenya, kwa sababu hakuna jamii ambaye ni mgeni hapa Kenya. Jamii zote, kabila zote ziko na haki kuwa Kenya, na hii Kenya ni nchi moja. Na tusipochunga tunaweza haribu umoja wetu, tupate matatizo kama nchi zingine vile zimepata matatizo. Munaunga rais mkono aunganishe nchi yetu ya Kenya? Rais, munamuunga mkono aunganishe nchi yetu ya Kenya? Nikiripotia runinga ya Ndizi TV, jina langu ni Sally Benson. Asante sana mwandishi wetu Sally Benson kwa taarifa hiyo. Nikiangalia pale mpenzi mtazamaji, naona kwamba zimekatika dakika 14. Basi tutakuwa tunapata mapumziko mafupi, kisha baadaye tutaendelea. Kati ya yale ambayo tutayangazia ni ziara yake Rais William Samoei Ruto. Tumeangazia pale, tutaangalia nafasi ya Kenya katika ramani ya kitaifa, jinsi ambavyo tutakuwa tunaelezwa zaidi na mwandishi wetu ambaye anajulikana kama Chemtai Kiroi. Jina langu ni Jeff Nyakundi, mwelekezo wangu kwa lugha ya ishara ni Lydia Mose, na Abigail Nchama ndiye mwelekezi wangu kutoka eneo lile lingine. Unatazama Ndizi TV Afrika. Nduwa wasikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, niko hapa Kisii Nyamataro Junction. Ni daktari wa mitishamba na tibu magonjwa mingi kama vile kama umefura kichwa ama miguu imefura ama inakuuma, ama kuna ule unakuta kama akikula chakula fulani unaanza kujikwa unakuna kwa mwili, hiyo ni allergy unakuwa nayo. Ama kuna ule ako na ugonjwa ile ya UTI ama kisonono ama gonorrhea, umejaribu kaenda hospitali imeshindikana, sisi kama daktari wa mitishamba tuko na dawa ya kuosha hizo uchafu zote na kutibu. Tupate kwa nambari yetu ya simu ni 0757102581. Umekuwa ukitafuta chuo ambacho kipo mahali tulivu, cha kisasa na kinachotoa mafunzo yatakayokuwezesha kupata kazi nyakati hizi, na kina walimu waliohitimu. Bas Camel Park Training College ndicho chuo hicho. Wana courses za diploma na certificate kama housekeeping management, tourism management, food and beverage sales management, fashion design, cosmetology, information communication technology, graphic design, film production, broadcast journalism, marketing management, business management na zingine nyingi. Pia wana short courses kama vile computer packages, front office management, digital marketing, video editing na zingine nyingi. Admission inaendelea. Mwandikie barua msimamizi mkuu wa chuo hicho pamoja na vyeti vyako vya KCSE au result slip. Pia unaweza jisajili mtandaoni kwa tovuti yetu ya www.camelparkcollege.co.ke au upige simu kwa 0755386594 au 0753915354. Tupo katika barabara ya Kisii Kilgoris.
Camel Park Training College, empowering excellence, inspiring innovation. Ram Training College ni chuo cha mafunzo ya udaktari kilicho mjini Kisii. Kina courses kama vile Diploma in Nursing ambao usajili wake wa mwezi wa 3 na mwezi wa 4 unaendelea. Katika usajili wa mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kuna courses kama vile Diploma and Certificate in Clinical Nutrition and Dietetics, Diploma and Certificate in Medical Social Work, Certificate in Theatre Technology, Diploma in Community Health na Certificate in Community Health Assistant. Kuna uwezekano wa kupata mkopo wa HELP na mafunzo ya HTC NASCOP yanaendelea na usajili wake. Tupo katika hospitali ya Ram, ghorofa ya 3, karibu na mahakama ya Kisii Law Court, huku tawi lingine likiwa karibu na chuo cha KMTC na kanisa la Deliverance. Tupigie simu kwa nambari 0721332105 kwa mengi zaidi. Welcome to Ram Medical Training College. Ram Training College, we provide quality service and uphold high intellectual values. Shule ya kutoa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya Rocky Driving School wana huduma mbalimbali za mafunzo ya uendeshaji wa magari. Unaweza jifunza class A2, B1, B automatic, B professional, C light truck, D1 ambayo ni PSV, uendeshaji wa matatu 14 sita, D2 PSV, uendeshaji wa magari ya aina ya bus, CE heavy truck, F PWD kwa watu walio na ulemavu. Pia wana short courses za PCD na B executive. Uzuri wa kujifunza kuendesha gari na Rocky Driving School ni kwamba classes zao ziko flexible kabisa na ni wakati wowote kwa siku. Wako approved na shirika la NTSA. Kuna mafunzo ya kuendesha mezani, wana basic mechanics, basic first aid na mengine mengi. Mjini Kisii wapo jumba la Market Plaza next to Uhuru Plaza. Nyakoe wako Kiuge Junction. Nyamira Rocky Driving School wako at Manga Building Sama Petrol Station, na Ugembo wako mita 100 kutoka barabara kuu ya Mosora, na pia wako Kilgoris Town. Wana special offers kwa 44 school leavers. Kwa mengi zaidi mpigie simu manager wa Rocky Driving School. Unatazama Ndizi TV Afrika. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika taarifa zetu za Ndizi saa 1, tunapoendelea kusonga mbele pale zikiwa zimekatika dakika 21 baada ya saa 1 jioni ya leo. Tunapoendelea kusonga mbele ni kwamba katibu mkuu wa baraza la mawaziri na waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa Musalia Mudavadi leo hii alihudhuria mkutano wa wabunge ambao unajulikana kama MFDA kuhusu kikao cha sera na mambo ya nje. Aidha, wakati wa majadiliano na
kamati ya bunge ya ulinzi, upelelezi na mahusiano ya kigeni ya bunge, Mudavadi alisisitiza kuwa waraka wa kikao unaotumika kama muongozo wa kimkakati ulio wazi kupitia bunge na mjadala wa kuboresha uangalivu kabla ya kutekeleza. Kwa mujibu wa Musalia, waraka wa kikao hicho utatafuta uidhinishaji kutoka kwa bunge ili kupata kupata mbinu kamili ya kufadhili sera za kigeni, kutumia rasilimali za kimataifa za Kenya na kuimarisha vyombo vya kidiplomasia. Mwandishi wetu Chemtai Kirui na taarifa hiyo kwa kina. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi wakati wa majadiliano na kamati ya bunge ya ulinzi, upelelezi na mahusiano ya kigeni ya bunge alifungua mijadala kuhusu hati hiyo inayolenga kutoa muundo wa kimkakati wa kuboresha uhusiano wa kimataifa wa nchi. Kwa mujibu wa Musalia, waraka wa kikao unatafuta uidhinishaji wa bunge ili kupata mbinu kamili ya kufadhili sera ya kigeni, kutumia rasilimali za kimataifa za Kenya na kuimarisha vyombo vya kidiplomasia. Once the committee has put everything together, the final document, we definitely look forward to the robust debate in Parliament and the endorsement of this sessional paper, so that we can now move forward with more clarity and avoid guesswork on critical matters of our foreign policy. So I'm really appealing to you to help us drive this. And remember, it is the sessional paper number 1 of 2025. So you and I, plus my team at the ministry, are in partnership to deliver sessional paper number 1 of 2025 to the Kenyan people. The sessional paper has been approved by Cabinet. The first position was that Cabinet approved the policy. After the conversation, then Cabinet approved the sessional paper. But it is clear that Cabinet was approving the sessional paper because they knew very well that Parliament is the pillar. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo ya mambo ya nje Daktari Korir Sing'oei kwa upande wake alisisitiza kwamba kuna umuhimu wa wanakamati hao kujadiliana kwa pamoja mikakati yaliyomo kwenye rasimu hiyo ili kuafikiana na mabadiliko ya mara kwa mara yanayoibuka katika sekta hiyo. Of this sessional paper on Kenya's foreign policy revised 2024. This is of course underpinned, as you know, by a very fast moving and fast changing global context and the... Nikiripotia runinga ya Ndizi TV, jina langu ni Chemtai Kirui. Basi na tukiendelea kusonga mbele na taarifa zetu ni kwamba katibu mteule wa afya ya umma Frederick Ouma Oluga ametaja kuwa ataboresha maslahi ya wahudumu wa afya na kurekebisha huduma za afya ikiwemo SHA alipofika mbele ya kamati ya bunge. Aidha alifichua kuwa ana mali ya shilingi milioni 196 huko katibu mteule katika wizara ya teknolojia na mawasiliano Stephen Isaboke pia akitaja kutetea uhuru wa wanahabari huku akipanga mabadiliko atakayoyafanya katika kituo cha wanahabari ama kituo cha kitaifa cha habari cha KBC. Isaboke amefichua mali yake kuwa ya shilingi milioni 680.
Basi tunapoendelea kusonga mbele ni kwamba taarifa hiyo tutakuwa tunaipata baadaye inapoendelea kuandaliwa pale, lakini moja kwa moja nitakuwa nikikupeleka hadi chuo kile kikuu cha Mlima Kenya pale Mlima Kenya Nairobi, ambako kunazo tuzo za Muika, ikiwa kwamba ni hafla inafanyika katika chuo kikuu cha Mlima Kenya ama Mount Kenya katika pale Thika Nairobi, ambako kutakuwa kuna tuzwa baadhi ya wawaniaji ama wasanii tofauti. Basi ikiwa kwamba Olo Nelfa unanipata moja kwa moja, nafasi ni yako, chukua ushukani utufahamishe ni kipi kile ambacho kinaendelea kutoka eneo hilo la chuo kikuu cha Mount Kenya. Vile hatimaye nimezuru katika chuo kikuu cha Mount Kenya kaunti ya Kiambu, na vile ambavyo niliweza kukufahamisha hapo mwanzo kwamba leo hii tutakuwa na hafla kubwa zaidi ya kuwakabidhi tunzo wale washinde walioshinda katika the Moment of Inspiration Kenya Awards. Basi Jeff, na leo hii ni kuwa nimekutana na mmoja ambaye kuwa atakuwa anatueleza kwamba leo hii tuko hapa na tunafanya nini. Basi karibu sana na ujambo. Unaweza kutuambia jina lako na utuambie leo hii tuko hapa na tumekuja kufanya nini? Mimi naitwa Phineas Scott Odua. Mimi ni Managing Director for Muika Awards. Muika Awards ni Moment of Inspiration Kenya Awards. Ni community based organization yenye inaangalia kitu ambacho mtu anafanya kwenye vijiji vyetu. Huko vijijini vyetu kuna wale watu naitanga unsung heroes. Wale wanao tia kazi kwa bidii lakini jasho yao haijaituzwa. So kazi yetu ni kutuza na kuinua wale wanaotia kazi kwa bidii katika jamii. Mtu huweza kuwa mkulima hodari, mtu huweza kuwa mwanabiashara, ama mtu ni mcheza ngoma, kuna talanta, ametunukiwa talanta kochokocho. Kwa sisi tunaenda kwa vijiji, tunawa recognize, tunawa award. Naam, sasa kama wewe umesema kwamba wewe ni managing director, wewe binafsi majukumu yako ni yapi? Majukumu yangu ni mengi. Kwanza ni ku manage the whole organization on behalf of the chief executive officer. Na sasa tuseme kwamba mliweza kuanza huu mchakato lini? Mchakato huu tulianza mwaka wa 2024, that's last year January, but haukuanza hivyo. Ulianza pole katika chuo hiki cha Mount Kenya University. Hapa nilikuwa katika ofisi ya rais ambako nilileta what we call Mkusa Awards, the Mount Kenya University Association Awards, ambayo tuliinua wanafunzi. Ndio nikaona kumbe ukiinua wanafunzi wanainuka. Utaona leo hawa MCs hapa, ma DJ ni watu ambao wako wamejulikana, lakini wakati tulifanya Mkusa Awards waliweza kuinua vipawa zao, na sasa wanatengeneza pesa kutoka kwa kipawa chao. Na sasa niingeweza kukuuliza kwamba je, huu mchakato tutaendelea ama leo ndo mwisho? Muika Awards tunaifanya kila mwaka. Tuseme kwamba leo kuna wale washindi ambao wanatarajia kukabidhiwa zawadi. Je, tunatarajia zawadi kama zipi? Kuna zawadi mingi. Kwanza mshindi atapata kikombe. Kikombe tunasema ni kikombe cha dhahabu. Atapata kikombe. Kuna certificate, ndio mtu akienda kutafuta kazi anaweza wasilisha, ajulikane kwamba yeye alitia kazi kwa bidii na Muika Awards ili mu-identify karibu recognize. Alafu sije kukata ile nataka sauti yako iweze kusikika pale vizuri. Alafu kuna scholarship. Tumepartner na shule inayoitwa the Camel Park Technology College. Ambayo inapeana short courses za technology. Na sasa na kama inapatikana wapi? Camel Park inapatikana mji wa Kisii. Kisii County. Ni shule nyingine mzuri sana kusoma mambo na teknolojia. Remember rais alisema au serikali kuna mpango ya kudigitize the 90% of government services. So meaning that as an organization, we have to equip our members with appropriate technological skills that would enable them to
to earn money. There's a lot of money in the economy, and that's where our young people should be advised to venture in. Na sasa katika huu mchakato wenu mko wangapi? Wale ambao mlianza sasa rasmi. Tulianza mchakato huu watu wawili. Wawili tu? Tulianza watu wawili. Lakini tuko na marafiki mbalimbali. Tuko na marafiki ambao ndio wamewasaidia ama wako tu kama kiwekeleo? Ambao wametusaidia na tuna share the same vision. The same vision. Na Jeff, ambapo umesikia ya kwamba leo hii tuko katika chuo kikuu cha Mount Kenya na ambapo tutaenda kuwa na hafla kubwa zaidi. Basi Jeff, nitakuwa ninaleta mpashara huu moja kwa moja kwa runinga yetu ya Ndizi TV vile ambavyo hafla itakuwa inaendelea. Senda mbali, mimi wako Oronelfa. Asante sana dada Olonelfa kwa taarifa hii ambayo ni kuntu kweli, na pale umetaja kwamba baadhi ya wale ambao watakuwa wanatuzwa ni wasanii tofauti ikiwemo chuo cha kiufundi cha Kapatiko. Basi tunawatakia kila laheri na bila shaka tutakuwa tunafuatilia kwa ukaribu zaidi tukumfahamisha mtazamaji ambaye anafuatilia Ndizi TV pahala popote pale alipo. Na mpenzi mtazamaji, tunapoendelea kusonga mbele katika taarifa ile ya awali tutakuwa tunairejelea ni kwamba katibu mteule wa afya ya umma Frederick Ouma Oluga ametaja kuwa ataboresha maslahi ya wahudumu wa afya na kurekebisha huduma ya afya ikiwemo SHA alipofika mbele ya kamati ya bunge. Aidha alifichua kuwa ana mali ya shilingi milioni 196 huku katibu mteule katika Wizara ya Teknolojia na Mawasiliano akipanga mabadiliko katibu wa Wizara ya Teknolojia na Mawasiliano Stephen Isaboke pia naye akitaja kutetea uhuru wa wanahabari na kupanga mabadiliko atakayoyafanya katika kituo cha kitaifa cha habari cha KBC. Bwana Isaboke amefichua mali yake kuwa cha kima shilingi milioni 680. Importantly is that we have to get a new framework of engaging with the health workforce. I believe that one of the challenges has been the dialogue mechanism. And in the dialogue mechanism, again, my experience is that we established the committees, or basically the committees at both the hospital and at the county level and also at the national levels to look at the implementation of the CBA. Those committees were fairly prescriptive in the membership, but they were also fairly prescriptive in the things that they were supposed to do. At the county level, for example, we expected the county secretary, the chief officer health, chief officer finance, human resources for health director, together with the union leadership at the county level to sit every 3 months to tease out the issues, to classify the issues, if they are policy issues, if they are administrative issues, if they are finance issues, so that then they can be sorted in that manner. The rights, basic rights, so access to information, media freedom, and also free expression are actually guaranteed in the Constitution. Those are among the protected clauses in the Constitution. No one can touch them. And the way it was framed is that, in fact, if there's any intervention, it's actually around safeguarding national interests, security, and all that. So just from the onset, Honorable Bensouda, my approach will actually be, first of all, refer to the Constitution, refer to the law, and ensure that that law and Constitution is actually being respected by both the government agencies and the media operators. Number two, where there could be issues operational, my approach will actually be engagement. So that if they are free, they should say what they want, but there is also freedom with accountability. Basi mpenzi mtazamaji, kufika hapo ndio tunafika tamati kwa taarifa zetu siku hii ya leo. Lakini kumbuka kwamba kuanzia saa 2 jioni hii ya leo tutakuwa tunakuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha chuo kikuu cha Mount Kenya, na pale ambapo tutakuwa tunafuatilia moja kwa moja katika tuzo hizo za Moika, ambako mwandishi wetu Alon Alpha ako pale kufuatilia kwa karibu zaidi, na tutakuwa tunakuletea moja kwa moja. Na
bila shaka tutakuwa na taarifa zetu za saa 3 kwa lugha ya Kiingereza zikiletwa naye Edwin Onkundi. Basi kufika hapo na kutakia kila laheri, usiku mwanana, na basi wale ambao kesho wanaenda kanisani ni kuwatakia sabato njema. Mwelekezi wangu amekuwa ni Abigail Nyanchama, na mkalimani kwa lugha ya ishara amekuwa ni Lydia Muse. Basi jina langu ni Jeff Nyakundi. Tupatane siku ya Jumapili katika taarifa sandizi za moja. Kwaheri kwa sasa. Unatazama Ndizi TV.